Kiukweli kabisa, kutoka ndani ya mvungu wa moyo wangu, naomba unisamehe kwa yale yote ambayo nilikuwa nakufanyia, kukujibu jeuri, kutokufanya majukumu yangu kama mke wako. Najua nimekukosea sana, lakini pia najutia kwa yale yote ambayo nilikuwa nakufanyia. Kwa hiyo nakuomba unisamehe. Naomba tufanye ya maisha ili tuweze kuendelea na maisha yetu mapya. Mke wangu, yote yaliyotokea na yote niliyoyafanya, niliyafanya kwa upendo. Nilibadilisha majibu yako wewe nikayavamia kwa sababu ilikuwa nakupenda. Lakini cha kushangaza na kilichonisikitisha, baada ya kuja kukwambia wewe kama huna matatizo mwenye matatizo mie, mke wangu ukaanza kunibadilikia. Wewe ilikuwa si wa kunifulia, wewe si wa kunioshea nguo, sijui wa kunipigia pasi, sijui wa kunipikia. Lakini tuachane na hayo, yashapita. Alhamdulillah, umekutana na rafiki yako, amekueleza sehemu pa kupata dawa. Alhamdulillah, tumepanda daladala, tumeenda mpaka Mtoni kituo, tumefika Jamaatul Ihsan, tukaonana na dokta. Alhamdulillah, tukapata dawa. Dawa hizi alizotupa, hizi dawa nikuzitumia ili Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na kututatulia haya matatizo yetu tulionayo. Asante sana mume wangu, maana siku zote unaambiwa samehe 7 mara 70. Ukimsamehe mwenzako, basi nao Mwenyezi Mungu pia anakusamehe pale unapokosea. Mimi nashukuru sana kwa kunisamehe, na nakuahidi nitajitahidi sana kufuata maelezo ya daktari aliyotupa, niweze kutumia dawa ili tuweze kupata matokeo mazuri inshallah. Asante mume wangu. Asante pia mke wangu. Haya, kuna nini tena? Kuna nini tena, mbona hivyo? Najisikia vibaya jamani. Nahisi kichefu yani kama nakukomoka hivi. Akukomoka? Basi itabidi uende hospitali. Au wasema? Kwanza poleni sana kwa kuwaweka kidogo, lakini pia niwape hongera. Baada ya vipimo ambavyo tumefanya, tumegundua kwamba mkeo ni mjamzito. Mjamzito? Ni mjamzito. Tena ana ujauzito wa mwezi mmoja. Na sasa hii itabidi muanze kliniki mara moja. Na pia unatakiwa kumpa lishe mtoto, maana yake uanze kumtafutia vyakula vile ambavyo vya kumtengenezea mtoto kuweza kupata lishe. Chakula ambacho kitakachokuwa kinaweza kumwezesha mtoto kupata afya bora ili kwa ajili ya maendeleo yake. Na mtatakiwa kwenda kliniki kwa pamoja. Asante dokta. Usijali. Mungu na mimba.
wifi huyo. Vipi? Salama. Kwa Mungu hakuna kubwa. Naona mambo ya shataradadi. Kama unavyoyaona. Mambo bulbul. Vipi? Hamna kipande cha ndimu angalau nikarambaramba kidogo. Wifi naye. Kipo Nikupikie nini? Wala usijali wifi yangu. Mimi niko sawa. Usawa kweli? Kama unavyoniona. Wifi yangu msamehe tu. Msamehe kwa kila uliona nakufanyia hili na kukosa, basi wewe msamehe. Wajua sisi binadamu hatujakamilika. Usijali wifi yangu. Maana siku zote Waswahili wanakuambia yaliyopita si ndwele. Tugange yajayo. Kwa hiyo yale yote yaliyotokea, mimi niko safi na wewe. Nimeshakusamehe. Halafu nilipita tu hapa kidogo. Usawa kweli lakini? Nilipita tu hapa kukusalimia kidogo. Hai. Pia. Pole. 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 Nipeleke hospitali naumia. Hospitali? Naumia. Hospitali nenda. Mama. Pole. Pole, jikaze. Siwezi jamani, nipeleke hospitali. Jikaze kidogo. Halo? Kaka. Kampita wifi hapa lakini kuja nisalimia kama umwa ni uchungu. Sasa mimi nampeleka hospitali alafu nitakupigia simu nikwambie tungo hospitali gani. Haya. Naumia. Jikaze wifi yangu. Hongera mke wangu. Asante. Ndio, karibu. Asante dokta. Kwa majina naitwa Abdalla Zuberi Mohamed. Nakuja hapa kuja kutoa shukurani. Tulikuja hapa mimi na mke wangu. Tulikuwa na changamoto za kupata mtoto. Ndio. Muda ushakuwa mwingi sana. Najua muda ushakuwa mkubwa sana. Inawezekana usitukumbuke. Ulituambia tukija tuje na hii kadi. Aha, ndo Zulfa Zulfa Ahmadi. Okay, hongereni sana. Asante sana. Hongereni sana. Sisi bwana kwenu ni jipya lakini sisi tumeshazoea kwa sababu wengi wanaokuja hapa wakitumia dawa wanakuja kama wewe, wengine wanakuja na shukurani, wengine wanakuja na vyovyote vile wanavyokuja kwa ajili ya kutushukuru. Basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu unajua mimi ni faraja kwangu kuona kwamba dawa ambayo nimeiandaa inaleta matunda kwenye jamii. Watu wana ndoa nyingi zinaweza kupata utulivu. Unajua ndoa nayo ikikosa mtoto inakuwa ni shida. Kero kubwa sana. Sasa unakuta pia na hata we mwenyewe unatamani kuitwa baba. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona kwamba kile ambacho tulichokifanya, jitihada zetu sisi zinazaa matunda katika jamii. Mimi nikushukuru ndugu yangu. Hongera sana. Sijui mwanao utamuita nani? Ukimuita jina langu nitashukuru. Amina inshallah. Sina cha kukulipa. Anayekulipa Mwenyezi Mungu. Na hii sikulipi, hii shukurani kwangu. Shukrani. Hii ni sasa na shukurani kwangu. Shukrani. Maana hapa tunatoka hospitali huko hata kitantoke.
Mungu akulipe kila la kheri. Atulipe sote inshallah. Akufanyie wepesi na akupe kizazi ambacho ni kizazi bora. Amina inshallah. Kheri na wewe. Amina kwa sote inshallah. Amina inshallah. Basi inshallah mimi nikwambie karibu tena. Inshallah heri. Lakini pia wewe mwenyewe unaweza kutumia hizi dawa kwa mambo ya kujiweka mwili safi tu, haina shida yoyote. Ile hakunywa peke yake wangu, tunakunywa sote. Sasa hivi nakwambia kibwaga, mpacha tu. Basi inshallah heri. Shukran. Asante sana. Nitakuua mimi. Wewe. Mimi sio unalebeka ule mtu wako kila siku unampiga piga kipumbavu pumbavu. Umenisikia wewe? Inauma. Wamenipata mimi ningelizagamua kinyama. Unaongea ujinga gani? Mwanamke yoyote anayebeba mimba nje ya ndoa, huyo ni malaya tu. Ulikuwa unamaanisha nini? Nakusaidia kuhudumia. Wewe unamsaidia nini hivi? Jamani, mtauana kwa nini lakini?